Kuna huu mchongo hapa unaitwa Oath of Love, yani kiapo cha mapenzi. Mzigo unaanza unaonesha wadada wawili wakipigana, lakini kipindi wanapigana kuna mkaka anatokea kugombelezea ugomvi wao ili wasiendelee kupigana. Lakini kuna mdada mmoja kati yao anachukua kiatu na kumpiga yule kaka kichwani. Yule kaka anapoteza fahamu pale pale. Hiyo ilikuwa trailer tu, lakini mzigo unaanza unamuonesha bibia anaitwa Angel akiwa na shoga yake kwenye gari, na kwa mazingira alivyo ni kama kuna sehemu hivi walikuwa wanaelekea. Lakini ndani ya gari Angel alikuwa anaongea na simu na mwanaume anayekwenda kwa jina la Chris, lakini alikuwa kama akimlaghai hivi kwenye simu. Kama unavyojua wadada wa mjini, yani anajifanya kama anampenda hivi lakini hayupo moyoni kabisa, yani anamfanya kama bwege fulani hivi mshikaji. Hizo ni kodi tu, ukiona dalili hizo juu ya kuna chako hapo. Lakini Angel akiwa kwenye gari akiendelea kupiga soga na shoga yake, mwisho wa siku akamsanua shoga yake kuwa anaenda kumwangalia bibi wake wa kweli. Lakini hapa tunamuona kijana anaitwa Peter akiwa na shangazi yake. Shangazi yake anamwambia, wewe ndiye mtoto wangu wa pekee, hujaona binti yoyote kijijini hapa ambaye anakufaa? Peter anamwambia, nimekuelewa anti, na muda sio mrefu naelekea kuoa. Hii inaonyesha ni namna gani shangazi yake Peter anataka kuona wajukuu sasa. Shangazi naye mfukunuku kweli kweli, anaendelea kumuuliza huyo binti anatoka kijijini au anatoka mjini. Peter anamwambia shangazi yake, hapana, kuna wasichana wengi kijijini lakini mimi nilikutana na Angel mjini na huyu ndiye ambaye nitamuoa. Hapa sasa tunaonyeshwa Angel akiwa kwenye gari na rafiki yake wakifika nyumbani kwa Peter. Angel anafika nyumbani kwa Peter lakini hajafanikiwa kumkuta. Anampigia simu Peter naye simu yake haipatikani. Hiyo ilimchanganya kidogo. Anaanza kumtafuta kijijini sehemu ambazo anahisi anaweza akamuua, lakini jitihada zake ziligonga mwamba. Akiwa anarudi njiani anakutana na jamaa anamzingua na anaanza kuongea utumbo mwingi sana. Unang'ang'ania mwanamume mmoja, sisi wengine ni wanaume pia. Huwezi amini, mshikaji anaangalia maisha ya binti, anaanza kuvutiwa naye. Alivyojaribu tu kumshika binti anamwasha kibao. Tukirudi upande wa pili tunamwona rafiki yake Angel anampigia simu Angel. Baada ya kuona Angel anachelewa kurudi, muda sio mrefu Angel anarudi, anafika nyumbani kwa Peter bila mafanikio ya kumpata Peter. Kisha anamwambia dereva afungue buti la gari ili washushe zawadi alizomletea Peter. Anachukua fagio anaanza kufanya usafi nyumbani kwa Peter. Baada ya kuona nyumba ina majani mengi, si unajua nyumba ya msela tena. Jioni tunaonyeshwa Peter akiwa anatoka kwenye mizunguko yake, anaitwa na binti ambaye muda mrefu inaonekana hakuwepo kijijini. Peter anamuuliza ni muda gani tokea umerudi. Binti anamjibu ni miezi mitatu sasa. Anaanza kumletea Peter pigo kama za kumtaka hivi. Mwamba anamkataa, anaendelea na shughuli zake. Angel anaishi na baba yake pamoja na mama yake, lakini baba yake ni mkali sana, ni wale wazee wa zamani, wale wazee mieyusho wale. Lingi anarudi nyumbani, anamuuliza mama yake Angel yuko wapi? Mama yake Angel anamwambia Angel bado hajarudi. Baada ya mama kuona huu msala sasa, anampigia simu binti yake kumuuliza yuko wapi. Angel anamwambia mama yake, nimekuja kunana na rafiki yangu. Mama yake anamwambia njoo nyumbani haraka, baba yako ana hasira kinoma, amewaka. Upande wa pili hapa tunakutana na kijana anaitwa Chris. Muonekano wake tunaonesha kuwa mwamba ni tajiri na maisha yake yako poa kinoma ya. Akiwa amekaa ofisini kuna mwanamke anaingia, wanaanza maongezi, lakini anamwambia siku hizi upokee simu zangu kabisa. Chris anamwangalia kwa dharau, anamuuliza kweli? Binti naye anaendelea kulalamika, anamwambia najua mimi sio mpenzi wako mmoja tena, nakazia kwa uwensamu wako na utajiri ulionao. Lakini ya kuishia hapo, anamuuliza swali, unafunga ndoa lini? Chris anamwambia muda sio mrefu. Binti anakasirika, ananyanyuka, anataka kuondoka. Chris anamuita kwa kejeli, anamuuliza tunaweza tukapata chakula cha mchana? Chumba ananyanyuka na Sonya kwa hasira na kuondoka. Chris anampigia simu Angel na kumuuliza yupo wapi, lakini Angel akawa anaendelea kuleta manjegeka, anazuga tu kuwa mtandao unasumbua, kumbe ameenda kwa mwanaume ampendaye. Tunarudi kwa Angel, jitihada zake zinagonga mwamba sasa, anaamua kuondoka na anaamua kuacha barua kwenye mlango wa Peter ili Peter akirudi aweze kuisoma. Anarudi nyumbani, anamkuta baba yake anasafisha gari, yani anamfikia Angel utadhani mtoto vile. Angel anaomba radhi. Baba yake anamuuliza ulikuwa wapi toka ulivyoondoka asubuhi? Angel anamwambia baba yake, nilielekea bao kunana na rafiki yangu. Mzee kufurahishwa kabisa na kitu alichokifanya Angel, akamwambia siku nyingine ukiondoka naomba upate ruhusa yangu. Bwana huyu mzee ana mambo ya kikoloni kinoma. Baadaye tunaonyeshwa mzee anakaa na mke wake na kumuelezea kilichotokea na kumwambia kuwa hajafurahishwa kabisa na kitendo cha Angel kuchelewa kurudi nyumbani. Wewe unahisi nini kitaendelea? Tukutane tena kwenye episode ya pili. Mimi ni Ali Ngatenda, endelea kutufuatilia kupitia Geoflix Studio. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.